Na mtazamaji, kulingana na habari ambazo tunaendelea kuzipokea, habari mbaya ambazo tunazidi kuzipokea ni kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga anaendelea kupigania maisha yake hospitalini. Inasemekana kwamba Raila Amolo Odinga ni mgonjwa. Mtazamaji wangu, jana nilikueleza kuhusu Raila Odinga kuweza kulazwa hospitalini, lakini siku hii ya leo imebainika tena kwazi, na watu wa karibu na Raila Odinga wameweza kuzungumza na kusema kwamba kweli Raila Amolo Odinga ni mgonjwa na yuko hospitalini na anaendelea kupigania maisha yake, kwa sababu inasemekana kwamba hali yake sio nzuri sana, mtazamaji wangu. Na mtazamaji wangu, nataka nikuoneshe, nikuchezee hizi clips na nikusomee post vile watu wa karibu na Raila Odinga wanazungumza kuhusu hali yake ambayo inasemekana kwamba sasa hivi imekuwa critical kabisa, na inasemekana kwamba Raila Amolo Odinga yuko hospitalini. Hii ni habari ambayo iko trending, ukiangalia mtandao wa X ama Twitter, ukiangalia mtandao wa Facebook, ukiangalia mitandao yote ya kijamii, unapata kwamba story ya Raila Odinga iko trending, na inasemekana kwamba Raila Odinga ni mgonjwa sana na yuko hospitalini, mtazamaji wangu. Kabla sijakuchezea ama kabla hatujaendelea kuzungumzia hii story kwa undani, na kwamba kama ni mara yako kwanza kututazama, uchukue sekondi yako moja ujiandikishe na familia ya Jetani Media Kenya kwa kuweza kusubscribe na kutana na notification bell, tukiachia video kama hii huwa kwanza kuweza kuipokea. So mtazamaji, tukiingia ndani kama vile unaona hapo kwa screen, tukianza na hii post yake Mafrika huko, amezungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii wa X na kusema kwamba kweli Raila Amolo Odinga ni mgonjwa, yuko hospitalini, anaendelea kupokea matibabu na hali yake sio nzuri kabisa, ama sio nzuri hata kidogo, anaendelea kupigania maisha yake hospitalini. So huyu ni Mafrika huko, na kama umekuwa ukifuatilia Mafrika huko kwa muda mrefu, huyu ni moja kati ya blogger ambaye amekuwa akimsupport baba Raila Amolo Odinga kwa muda mrefu. Kwa hivyo tunaamini kwamba hawezi akaandika mambo mabaya kuhusu Raila Amolo Odinga. Ukiona chochote ambacho ameweza kushare, ujue kwamba ni kweli Raila Amolo Odinga ni mgonjwa na yuko hospitalini. Unajua watu wamelichanganyikiwa kwa sababu jana waliona Raila Odinga amepost kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook na X picha zake akiwa ako sawa, lakini hizi picha kulingana na mimi naona kwamba huenda ikawa ni picha ambazo zilipigwa kitambo na jana ndio zilikuwa posted ili kujaribu kutuliza hii tension ambayo ilikuwa imeanza jana, lakini leo hii inaendelea tena. Nimeona hata bloggers wakubwa hapa nchini Kenya, medias kubwa zimeweza kuandika kwamba Raila Amolo Odinga ni mgonjwa na yuko hospitalini, na tunamuombea Raila Odinga. Ni mzee wetu, amekuwa mzee wetu kwa muda mrefu, na tunamuombea aweze kupona haraka kabisa. Unaona Mafrika huko kuna kitu amesema hapo kwa hiyo post kama vile unaona hapo kwa screen. Amesema kwamba kama Raila Odinga ni wakati alikuwa hajaungana na William Samoei Ruto, alafu isemekane kwamba ni mgonjwa. Sasa hivi mtazamaji wangu, Wakenya wangekuwa wanalalamika sana, Wakenya wangekuwa wanalia sana. Yaani ungejua tu kuna mtu ambaye ni muhimu hapa nchini Kenya ambaye amekuwa mgonjwa, lakini kwa sababu ya kujua ni serikali ya William Ruto, hiyo love ambayo Wakenya walikuwa wanampenda Raila Odinga ikapungua. Si kwamba iliisha kabisa, lakini ilipungua kidogo, na ndio maana unaona kufikia sasa Raila Odinga anasemekana kwamba ni mgonjwa, lakini hakuna watu ambao wanajitokeza kuweza kuizungumzia sana, lakini hiyo ndio story ambayo iko trending. So nataka nikuoneshe video ya mwisho ya Raila Odinga kuzungumza, kwa sababu hii ndio video ya mwisho Raila Odinga alizungumza kusema kwamba 2027 hakuna mtu amesema kwamba ODM haitasimamisha candidate. And I've said, as has been said by Dr. Oscar Hotel there, I told you, stand for what is right for the party. And look at what we have signed. And we must remain as ODM. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. We have not passed any resolutions as a party to say how we are going to go into the elections of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan that we have negotiated and we've agreed on, and let us continue to implement that plan. Other decisions we'll take when the time comes. Finally, first, I want to thank Mbadi for bringing out some of the issues
like he talked about selling some assets. Kenya Pipeline Corporation. The pipeline is underground from Mombasa through here. Even if you sell it, where is somebody taking it to? It remains very much an asset of Kia. It is just there on the ground. Somebody want to buy it, buy it. That is what Margaret Thatcher told Britons when the Arabs were coming with petrodollars to buy historical buildings in the UK. She said, even if they buy Buckingham Palace, where are they going to take it? It remains here. Your asset. It's an idle asset. Sell it so that we get money instead of going to borrow. Make money to invest instead of going to borrow here. I want to sell the shares of Safaricom. Why not? Why don't you sell the shares of Safaricom? It just remains here in the country. This is what my friend, the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, has done in India. When he invited me to go to Gujarat as So mtazamaji, hii ndio ilikuwa video ya mwisho ya Raila Odinga kuzungumza. Hii ndio ilikuwa mara ya mwisho Raila Odinga kuweza kuzungumza, na hii ndio ilikuwa video ya mwisho Raila Odinga kuzungumza. Na sasa hivi imepita kama wiki mbili hivi Raila Odinga akiwa kimya, na haijabainika ni nini kimemkuta Raila Odinga. Maybe kama ni kitu amewekewa kwa chakula, ama pengine ni ugonjwa tu wa kawaida, kwa sababu nilikwambia jana kwamba ukifikisha umri wa miaka 80 basi ni lazima magonjwa zingine huwa zinaanza kukufamia tu kila siku. So sometimes unaweza pata kwamba kila muda unafanywa check up, unapatikana kwamba umena ugonjwa fulani na vitu kama hizo. Lakini pia katika mambo ya politics hauwezi ukajua. Unaweza pata kwamba kuna mtu tu alifanya jambo lake, na ndio maana baba siku hii ya leo ni mgonjwa. So hatujui vile tutasema, lakini tunamwombea baba Raila Amolo Odinga aweze uponyaji wa haraka, ili aweze kurudi kuendelea na kazi zake za kawaida. Kama Team Jitan Media Kenya tunamwombea Raila Odinga uponyaji wa haraka iwapo kweli ni mgonjwa, na naamini kwamba going forward tutakuja kujua ukweli wa mambo kabisa, nini kimeweza kufanyika. Tutakuja kujua kama Raila Odinga amepewa nini, ama ni sumu alikupekewa kwa chakula, ama ni kitu gani kimemkuta mpaka akasemekana kwamba ni mgonjwa, ni critical. Ukisikia critical mtazamaji, inamaanisha kwamba huyu ni mtu ambaye anapigania maisha yake. So niachie maoni yako chini katika sehemu ya comment section, lakini pia nakuomba usiende mbali, kwa sababu hii ni Jitan Media Kenya na nitarejea na mengi zaidi. Kwa sasa bye bye.